lakini ndani ya moyo wewe mwenyewe ndio unatambua. Kwa hiyo jihoji, je, una sifa za kwenda? Twende mstari wa 29. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutopambanua ule mwili. Yaani kwa aya hii mstari huu wa 29, yaani ukila na kunywa ukiwa huna sifa, wewe tayari ni umeshahukumiwa. Kuna tofauti ya kuwa na kesi ambao unaweza ukashinda na kuna tofauti ya kuhukumiwa. Yaani kuhukumiwa wewe tayari moja kwa moja ni gerezani. Hakuna kesi kwamba unaweza kunusurika kesi ukashinda. La, hii huwezi kunusurika. Sasa mstari wa 29 huu anasema ukila, maana ukinywa, kunywa na hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutopambanua ule mwili. Yaani wewe tayari umeshahukumiwa. Maana yake yani wewe habari ya muujiza utasikia kwenye bomba. Utalalamika tu, bwana hao tunakwenda lakini hatuoni. Lakini tayari ni mhukumiwa. Sasa wewe ni mhukumiwa, nani akutoa gerezani? Hebu tuendelee kujihoji nafsi zetu. Tunakwenda kukomunika tukiwa sawa? Sasa hii ni hasara. Hebu tukaangalie, hebu funga mlango. Hebu tuangalie sasa, kwa sababu kila chenye faida nilisema kwamba kina hasara. Sasa hebu tuende kwenye Luka, kitabu cha Luka 24:30. Tukaone kwamba kitabu cha Luka 24:30 kuna kitu tunataka tukakione pale. Tumetoka kwenye faida, sasa tunakwenda kuangalia hasara. Na tunakwenda kuangalia faida. Hasara tumeshaiona. Luka 24 mstari wa 30. Anasema, ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate akaubariki, akaumega akawapa. Samahani mtazamaji, ngoja nianzie 29. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana umekwisha. Akaingia ndani akakaa nao. Hii ilikuwa ni habari ya mtu mmoja anaitwa Kleopa na mwenzie alikuwa anakwenda kijiji kimoja kinaitwa Emau. Lakini ajitokeza mtu akaongozana nao, wakawa watatu. Walipokuwa akienda, kuna habari walikuwa akiulizana. Aya hiyo ukisoma kwa kuepusha muda, ukisoma ukianzia nyuma kidogo utaona. Lakini alipokuwa nao chakulani, wakawa wanataka kuandaa chakula, yeye alitoa mkate, akaubariki, akawapa. Mtazamaji, yeye alikuwa ni kama mageuzo. Sio ni kama, ni mageuzo. Alipoubariki, tayari aliwapa mwili wake. Basi alipowapa wakala, wakafunguliwa. Hebu ngoja tuendelee. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Yaani baada ya kuwapa ule mkate, wakala, wakafumbuliwa macho, wakamtambua. Ha, kumbe ni Yesu. Lakini baada ya kumtambua kuwa ni Yesu, walisikitika kidogo. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kufunulia maandiko? Yaani Yesu alisema nao sana njiani, lakini hawakuweza kumtambua. Lakini hawakuja hatukuweza kutambua, mioyo yetu ilikuwa mizito. Lakini nataka nikwambie mpenzi mtazamaji, kitendo cha kumwambia Yesu kaa nasi hapa, mtu ambaye hawamfahamu, hawajui ni mtu mbaya, jambazi, mtu wa hatari, lakini anakubali kumkaribisha kwa mioyo safi, pale ndipo alipotengeneza kitu. Yakafumbuliwa macho yao. Kwa hiyo moyo uwe safi. Kwa hiyo hawa walinyoosha moyo wao bila mashaka, bila hofu. Kaa na sisi hapa. Kwa hiyo kinachohitajika ni moyo safi. Ndipo walipopata baraka hizi za kupewa mkate na kumtambua kumbe walikuwa wakisema na Yesu. Sasa sisi tunapokwenda kula mkate ambao ni mwili wa Kristo, mioyo yetu inakuwa safi? Kwa nini tusione muujiza sasa kama mioyo inakuwa safi? Kama hawa mioyo ilikuwa safi wakakubali kulala na mtu asimtambua, mioyo yao ilikuwa safi. Sasa sisi tukisafisha mioyo yetu, tukaenda kumpokea Yesu kama alivyompokea huyu Kleopa na mwenzie, kwa nini tusione badiliko? Inawezekana.
Hii ni Luka 24 Hii ni Luka 24 mstari wa 30. Unaweza kuanzia 29 pale. Mpenzi mtazamaji, masomo yapo mengi. Tuendelee kuwa pamoja. Tupeane ushirikiano, tuendelee na vipindi hivi, tuweze kuona Biblia inatufundisha nini. Biblia inazungumza nini juu ya mambo haya ya kiimani. Yako masomo mengi.